إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Muhammad wa ba'd. Uislamu khutbah ilikuwa ni tamu mno. Lau kwamba ni chakula tungaliita biriani au chakula cha Wasomali kinaitwa nini? Mandi. Unakula mpaka unashindwa kujua shiba yako. Na Sheikh amesema baadaye atamalizia kile kilichobakia. Lakini kabla ya kukaribisha kwa mara ya pili, niongekee na sadaka zenu kama tulivyosema kabla ya swala. Uongozi wa msikiti ukiongozwa na Sheikh Juma Ramadhani hapa unapigana, mashaallah, Allah akubariki. Kwa msikiti umalize ili watu wapate kusalia juu pia. Kwa hiyo tunaomba watu 30 wanigee 10,000, watu wengine wanigee 5,000 na kadhalika, tupate kwa uchache 500,000 kwa uchache. Ijumaa iliyopita tulipata 400,000, leo kwa hisani ya Sheikh Uthman hapa tupate 500,000 au 600,000. Takbir, takbir, takbir. Nani wa mwanzo kwa tayari? Mashaallah, mashaallah, Allah kubariki. Mashaallah, mashaallah, Allah kubariki. Mashaallah, Allah kubariki. Takbir, Allah, mashaallah, mashaallah, Allah kubariki wewe aliyekutuma. Takbir, Allahu akbar. Mashaallah, mashaallah, Allah kubariki wako. Mashaallah. Amna mbona sio
اللهم صل على محمد وآله 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 واشكر كانوا واشكر يا كانوا واشكرك تفضل 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 تفضل. Hapa kuna ndugu yetu mmoja mashaallah 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 takbir mashaallah Allah mashaallah mashaallah Allah. Hutuba itaendelea tena au kile kitu cha kwenye hutuba shekhi ataendelea takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar mashaallah takbir Allahu akbar. Moja nishushe kiti jana, moja nishushe kiti mashaallah takbir Allahu akbar. Jana moja nishushe kiti hapa vijana na moja aletee meza takbir Allahu akbar. Ndoa habari zake ni nzito. Kuna bwana mmoja alikuwa na wake wawili, basi mmoja alikuwa anarudi nyumbani kwake mapema takbir Allahu akbar, na kuna mmoja alikuwa anachelewa kurudi nyumbani kwake. Mashaallah, shukran mashaallah. Haya, ameleta ombi maalum, ametoa shilingi 10,000 hapa mimi yasimkuse Mtume Muhammad, kwa sababu yeye hurima al-fuqahu ala jasadi, hata nzi wameharamishwa kutua katika mwili wa Mtume Muhammad. Yakasukumwa na upepo, ikaja aya hii wa yawma ya'adhu dhalimu ala yadayhi katika sura Al-Furqan. Na siku atakapouma kidole mtu aliyedhulumu nafsi yake. Binadamu haume kidole isipokuwa kwa hasara ya jambo lililopita. Yakulu ya laitani asireti takhatu ma'a rasuli sabili, ittakhatu ma'a rasuli sabili, nikishika njia aliyokuja nayo Muhammad bin Abdullah. Ya wailata, ole wangu mimi, laitani lam attakhidh fulanan khalila, nisingemfanya mtu fulani ni rafiki yangu badala ya Muhammad. Laqad adallani, amenipoteza mimi, baada dhikri ijaani, baada ya dhikri na mimi kunijamia mbele mletaji wake ni Muhammad. Wa kana shaitanu lil-insani khadula, shetani mwenye kumdhalilisha binadamu kwa njia zote kwa kumwekea pasi asimfuate Mtume Muhammad. Mume rafiki yako hakufichi kitu. Inawezekana binti mdogo wa shule akashika mimba. Baada ya kushika mimba, watu wote wasijue, mama asijue, baba asijue, dada yake wa kuzaliwa naye asijue, lakini shoga yake akamwambia, shoga, yule mimi mjamzito, yule kaka kanipa mimba, itakuwaje? Na huyu rafiki kaambiwa kwa sababu ni rafiki yake, lakini mama ni mama tu, si mama rafiki, hawezi kumwambia, kampa siri yake na watu wote wasijue. Na hata nikija kukumbuka baadaye, hata yule rafiki anajifanya alikuwa hajui, imekuwa nini tena, kamfichia siri, lakini kamwambia. Ndio maana ni rafiki. Nikuulize sana, wewe ni mume rafiki kwa mkeo, mke wako analala na wewe, wallahi hata kama una alama sehemu hizo, hata mama yako mzazi hajui, shekhe lako hajui, lakini mkeo ukapata udereva wa kujua kila kitu cha mwili wako,
cheo kikubwa, lakini tarakimu nne tu za muamala wa Tigo Pesa au benki ya Equity. Namba yako ya siri ya kutoa pesa hajui. Umenielewa? Huyu rafiki au mwamini benki anajua Tigo Pesa akaunti ya benki ya mume wako ngapi hajui. Na wewe pia yeye si mke rafiki. Litatokea jambo la siri ndani ya nyumba, hata majirani watajua wewe na ujue, lakini mkeo anajua kabisa. Kuna moja, kuna mbili, tatu, tena usimwambie. Lakini maana ya mume rafiki na mke rafiki ni mwili mmoja. Maana ya zawaji ni watu kushare mwili mmoja, hamfichani kitu. Ndio maana mmoja wewe wakikabisha nguo amwonee yeye mwenzie kwamba toka mimi navaa leni moja. Baya zaidi, hata ukinunua viwanja juu, umejenga juu, hata hujui kwamba wewe ni mrithi wako. Viwanja vyako wanajua ndugu zako na madalali. Kuna hatari siku ukidondoka ghafla watoto wako wakaishi maskini, kwa sababu maisha yako wanayajua madalali. Unamficha mkeo kwa sababu si mke rafiki, lakini mke ni kipande cha maisha yako. Ni kweli, si watu wote wanaambiwa. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu. Baadhi ya wake zenu na watoto wenu ni maadui. Sheikh Juma anatuambia jamii fi tabi'i, baadhi, si wote. Wengine ni marafiki zetu, ni vipande katika maisha yetu. Mke huyu sasa, hii yao mke rafiki ni kama vile nilivyosema, kwanza muwe na distance ya kuaminiana. Usiache kumwamini mkeo, upe na sehemu na heshima ya kumwamini. Hijabu zote hizo, kila anapoenda akili inakwambia kama mke wangu mjanja mjanja, huwa nasoma. Na kuna wengine wana akili ya kufanyia tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam jamani alikuwa haivamii miji usiku, na akiingia nyumbani anatoa taarifa. Ni sunna, ukikaribia nyumbani kwako tafuta hata watoto wa majirani, wape mzigo wapeleke, ili kusudi hekima, usikutane na mambo ya kuudhi kule. Kakaa vibaya, ana hijabu na mistiri, hajajiremba. Sasa leo simu ziko, piga simu nyumbani, sunna hiyo. Mama fulani nimetoka mkoani, ndio niko Ubungo, ndio niko stendi kwa Magufuli, nakuja mke wangu. Hata kama kuna mazingira mabaya, anajiandaa usikute maudhi. Kama kuna vitu vinaelea hujaviona, ni heri yako. Si kila kitu utakikuona tu wewe, hapo ndo unapoharibu. Unajua maisha ya siri hapa, kuna baadhi ya vitu hapa akivistiri basi viache hivyo. Hata wewe kijana umesiri, umetilisha mimba, halafu watu hawajui kama hao wamepustika kimya. Si kila ukweli unafaa kusema, siri ndio maisha. Sasa mimi nikuulizeni, wewe mkeo ungejua siri zako zote, angekubali wewe? Sema ukweli, Mungu akusikie. Unajua mwenyewe, na hata mpaka sasa ikujua ulivyo, anadai talaka. Na wewe ukitaka kumjua mkeo alivyo, usingemuoa. Sasa kuna watu ukiona wajanja na fikra za kimani, hawasemi kama na surprise. Hajawahi kuwaza mazuri. Uko wapi? Yeye mshahara hospitali ya saa 7 za usiku, mweko mlangoni. Odi. Yeye anaambia ukweli. Hayo mnakuta mwanamke karovyo atakuudhi, toa taarifa. Kwa hiyo jinsi ya kuaminiana na amana kabisa. Hata wewe ukimpata mwanamke, unajua nikwambie ni bwana,
hawa wake zetu maumbile yao walioumba, kila mwanamke anaamini anaishi na msaliti. Jamani, hivyo si hatuamini. Hata kama umekuja kwa hotuba ya Ijumaa, ndio yule ni Ijumaa tu hivi, yaani wanaamini wanaishi na wasaliti. Ndio huyu wanawake, na ndio maana sasa akupigie mkeo simu yako mara ya kwanza usipokee. Unajua kiprotoko, ukimpigia mtu simu mara ya kwanza asishike, usimpigie tena, mtumie ujumbe. Ukiona miskoli yangu nitafute, mpe huo. Lakini yeye akipiga simu ya kwanza tu hujashika, anasema huyu atakayejulikane kama mwanamke yuko na mzigo, itapigwa ya pili, itapigwa ya tatu, yaani mpaka kichwa kinakuuma. Ukitapigwa ya tatu, yaani tena haipigi ya nne. Hiyo message utakayotumia ukisoma hapo. Ndio maana kuongea unyache mweleweki. Natumia neno baya. Wewe naye sana wewe. Yaani unatusiwa hivi. Yaani unaambiwa hiyo uko msikitini. Mmoja alikuwa katika uchumba tu. Sasa mchumba wake simu yake kaacha chaji. Baada ya kuacha chaji, akasikia taarifa za msiba zikamchanganya zile taarifa. Akakimbilia kwenye msiba, akasahau simu yake. Mchumba yake ambaye kesho kutwa anaoana kampigia simu ya kwanza, simu ya pili, simu ya tano. Alituma message mbaya sana. Yaani usihisi kama mtakukubali na zile mali zenu chukueni, uko wenu mchafu na kujua sana na message mabaya yanayokushia mbali. Baadaye anakutana na rafiki yake. Hujamwona mtu fulani? Kwa ndio mbaya. Alisafiri, sikakake kafariki. Na simu yake kaisahau pale kibandani chake. Yule mwanamke asema toka roho. Anatamani kuwaambia watu wa mtandao, ondoeni zile message, nimesimamia nacho, ondoeni zile message. Unajuta. Lakini yeye mpigie mkeo simu sasa. Sasa hivi mpigie simu mkeo. Utaona ukimpigia simu haishiki. Mara utakuta yuko na watoto, mara yuko chumbani, yeye yuko jikoni, lakini wewe kupigia mara moja, ina maana wanaamini wanawake wanaishi na wasaliti. Haya ni maumbile yao. Wanasema Ibilisi zamani alikuwa na biashara zake tatu wanauza, na zimeinuliwa na wanadamu. Nasema biashara ya mwanzo kawauzia mafundi mhandisi. Unajua kawauzia nini mafundi? Uongo. Mafundi waongo. Ila mafundi anakuudhi. Sasa kutengeneza kitanda. Yaani kirudi Ijumaa tunachukua sasa. Wewe nenda tu pale unakutana anza na bakasi yake. Ukiondoka tunaacha anaendelea cha mtu mwingine. Yaani ukija utakasirika usiniambia tu. Mafundi acheni uongo. Mtu mmoja asema labda kinyozi, hata naye muongo. Mwacheni mtoto uone. Au nenda pale kwa kinyozi, nishamaliza mimi. Kumbe kuna foleni ya watu watatu. Nishamaliza. Uongo. Ni biashara moja. Biashara ya pili kawauzia wanawachuoni. Hasa kiburi. Yaani kila shehe anajiona yuko zaidi ya mwenzie, si ndio hivyo? Lakini biashara ya tatu kawauzia wanawake wivu. Wanawake wanaoiva hatari, tena wivu mbaya uliopitiliza. Hawaangalii huyu ni mtume, huyu ni nani. Mtume wa Allah anawalisha, anaenda kwa mkewe, analamba asali, anafurahi. Wengine wakija kwa ndani na nuka, umetoa nini wewe? Mpaka akaharamisha asali. Wanasema katika wakeze waliokuwa na usumbufu, Sayyida Hafsa, Aisha na Safiya radhiallahu ta'ala
Amul. Basi Sayyida Safia alikuwa na mambo si zamu yake. Basi Mtume alikuwa halali mpaka azungukie nyumba zake zote ili asimwache mtu na kitu rohoni. Basi akishaoka kashaenda kwa mwenzie, anatuma mtoto, mwambie Mtume aje haraka, kuna tatizo, mwambie aje. Basi mzee wangu anatoka mbio ili mshtaka mteka. Akifika pale kumbe usema kali yako kuna kumbe event tunaenda hivi. Lengo amuulize sasa hivi ndio ushakuwa kwa mkeo sasa uishi wewe. Hicho tu unachotaka. Nasema wake wawili wale wanapita sokoni wakakutana na kaburi. Ile kaburi nzuri limesakafiwa. Mwanamke mmoja sema mashallah. Kaburi nzuri. Na ndio wanawake wana vituko hata kaburi yanasifiwa. Kuna kaburi nzuri. Tena akaongeza mashallah. Tena alolala hapa naonekana tupu mashallah. Yule mwenzie akamwambia sawa, lakini alolala hapo unamjua? Mpenzi sijui. Ambaye kusimama mkimwenzio ndo kasika hapa. Kishabadilika. Ndio maana limepinda tu. Na unaona linaufa huko chini kazi iko. Kishabadilika. Alikuwa mwanamke mmoja mwenye ni amesoma lakini hajaolewa. Hapo anasomesha wenzake darasani. Sasa wale wenzake wakamwambia ustadhi, olewa basi. Kwa mfano, sisi wanafunzi wako tumeshaolewa mapema, tushazaa. Anawaambia hii riski haijafika ila dua zenu. Napenda sana kuolewa. Ombeni Mungu Allah ataleta. Uolewe ustadha, tunaomba Mungu akupe mwana wa chuoni mfanane. Siku moja anakuja darasani, anameremeta ile ustadha, yule mwalimu anafuraha, amevaa. Wakamwambia vipi? Mbona unafuraha? Ambia dua zenu. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ajalia nimeolewa inshallah. Jana tu tena nimempata baba atachukua. Tueleze shemeji yetu ndio wanaanza kupiga kelele. Hata hawajamjua nani. Kawaambia takupeni sifa za shemeji yenu. Ninamjua shemeji yenu, ambia tuambie. Ambia ni mmoja kati ya waume zenu kaniongeza mke wa pili. Wote inna lillahi. Wameniona. Unasemaje wewe? Basi kila mmoja mawazo yanaenda mbali. Kuna mwanangu alirudi na ile macho jana hajaoni. Wakamwambia ama maluni mkubwa kama wewe hapo. Maluni tena. Basi mimi niongea kwa ndogo wale na umezetu mama mmoja ajaisha umejipitisha kisha unaona umesoma sana eti uko smart sana wewe. Tutajie. Basi kila mmoja akimtajia mimi wallahi naduga hapa. Ushakurudika asema basi tutakutajia inshallah. Mtakutajieni kusudi. Wewe mwanafunzi ambaye mumewe kanioa tuheshimiane. Nimpe heshima yake. Mimi ni mdogo wake. Ndio anasema na tahaya. Tahaya ambia mtataja kwa sharti msilazimishe. Kisha kesho kila mmoja aje na shilingi 10,000. Kila mmoja aje na 10,000. Alafu wasiweke mezani zote, kila mmoja aweke kwenye kibao chake cha kusomea. Mtachukua hela ya mmoja mmoja. Yule ambaye sitachukua hela yake mke mwenzangu. Hata yule asokuja darasa ayuzuie kesho. Ayuzuie. Tukatolewa wasiwasi, walipokuja wamenuna kila mmoja katika 10,000 yake kwa mezani. Yule naye achukua haraka, achukua kwa mapozi na kutonisha mtu pressure kwa anajaa akiwa anakuja kwake. Akichukua akichukua mwenyewe la ilaha illallah. Wao gao. Lakini
mwisho akachukua hela za watu wote, hajaacha hata mmoja. Asema ustadhi, bwana unatuchanganya bwana, nimeshakuacha yani pressure. Akamwambia endeleeni kuniombea dua, mimi sijaolewa. Ila nilikwambieni mlete michango yenu kwa ajili ya madrasa, amleti. Nikafanya mbinu mlete sadaka, sio nikwambie 20 yake takbir. Hao ndo wanani wanawake wa Islam. Kwa hiyo mfanye mke wako awe mke rafiki, na wewe uwe mume rafiki, lakini kwa kuaminiana. Usimtie aibu mke wako mbele za watu. Basi mimi nakuona sana sikuelewi. Siku moja mimi naenda darasa, wakati nakwenda darasa nikapita pahala, nikamwona ahli yangu amesimama sehemu, kuna wanafunzi wangu, lakini hapa nywele zake ziko wazi. Wale wanafunzi wananiheshimu sana, hasa hao wanafunzi wa kifarika wanadamu sana. Sisi tunaamini kama utatembea na mke wa shekhe wako waweza hata ukapata radhi mkafa. Maana sisi ni mashekhe tunaweka sehemu ya wazazi, na hata mashekhe wa zamani walikuwa wanatoa ijaza kwa mitihani kama hiyo. Mmoja alitoa ijaza kwa wanafunzi wake, kasafiri. Ile nasafiri, mwanafunzi anakuja kusoma na mkuta mke wa shekhe. Anamuuliza kama shekhe kaenda wapi? Shekhe kasafiri. Kwani hajakwambia? Aliniambia. Ila kaniambia leo darasa nini kusoma. Basi yule mke wa shekhe anamwambia, shekhe kasafiri lakini njoo. Sasa mimi sio mama wako kweli, ni mke wa shekhe tu. Na hiyo vipi na zanamke wewe wanifaa, mara mkamata ile bwana, ila mama astaghfirullah, shekhe atachukua elimu yake, mama usinifanyishe vitu kama hivi, vurugu inaendelea, mpaka ile bwana anakimbia, anafaulu ile mtihani. Sasa ile siku kwake imeharibika. Baadaye shekhe anarudi na kutana na kijana wake njiani, akamwambia vipi, mbona umekaa? Hamna tatizo shekhe, si kawaida nje kukaa huku peke yako, liko tatizo. Anaoga na shekhe wanakarama pengine, ambia shekhe tatizo kweli liko. Nini tatizo? Mimi nilipofika nyumbani kusoma nilikuta mama akaniletea mtihani ya kiibilisi, lakini shekhe mimi sijashiriki kabisa, nikataa wao anakuambia. Shekhe anamwambia wala usimlaumu, na kuanzia leo wewe ni shekhe wa msikiti wako. Simlaumu mamako, nataka nikupe ijaza nisafiri, nikamtuma. Sasa wewe utakuwa imamu watatu. Hao ni mashekhe wa zamani. Shehe wanafunzi wale usikaje utajuta. Hakuna wanafunzi tena, utajuta kuzaliwa. Wewe mke wako mwenyewe kujaribu yuko wapi? Yuko wapi? Salala. Usithubutu. Sasa wakati mimi napita pale, nikakuta yale mazingira, sikupenda sana. Kwanza, kwa nini asimame pale? Udhaifu unatokea kibinadamu. Aliona tu kwenye kakipinda mwangu mle, lakini nitakaokaa chumbani kwako. Lakini kuna kitu alihisi atakichukua kwa haraka, na hamakia mwenyewe anapita. Lakini sasa hekima, sikutaka kumwaibisha na sikutaka kushusha ile heshima kwa wanafunzi wangu kwamba shekhe hapa kishaanza. Lakini yeye tu tayari akili yake ishaenda mbali, huyu hajaeleka. Ile narudi tu anaambia sana hiyo kutoka. Umeona yale, lazima uwe na sile, uwe na sura. Si hapo unawata na nini, hata mke naye
kila pahala kikuatia na wewe unashindwa kwa nasura. Kwa hiyo usiwe na wivu kupitiliza, wivu uwemo, alafu wivu wako uwe na maana. Wewe unajifanya una wivu wa kumkewa na barisuoni, unavaa nguo za kubana, wivu gani huo? Unawashawishi watu, mpe nguo za kijana, alafu mfundishe dini. Mwanamke aishi kwa ubabe, mwekee mbele yake amshinde hapa. Mweleze madhara yanayopatikana kuhusiana na uzinifu. Ikiwepo imani atamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Mke huwezi kumtakasisha kwa kukuogopa wewe. Wewe kuna kipindi haupo, amuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la kwanza. La mwisho kabisa, katika kuendelea kuamiliana na wake zetu, wiki ijayo nitazungumzia sindano 3 za mahaba. Wiki ijayo nitazungumzia sindano 3 au punje 3 za kustawisha ndoa zetu. Lakini kuna kipengele katika Ijumaa nikigusia kujua mapungufu yako na kujua madhaifu ya mkeo. Madhaifu ni kitu kidogo, na sisi macho yetu yalikuwa mabaya, tunaona ya wenzetu wetu hatuyajui. Ukitaka ndoa yako usalimike, jua madhaifu ya mkeo. Ni kidogo tu, lakini mapungufu yako wewe ndio sana. Haya mapungufu yanavunja moyo. Mke wako hajui kupika, ndio madhaifu, lakini mapungufu yako, mara nyingine una udhaifu wa kuluma na jasho kali sana. Hili tatizo la mimi. Mara nyingine una udhaifu wa kutoka na kinywa kinatoa harufu. Haya ni mapungufu. Mara nyingine una mapungufu ya ndani, huwezi kumridhisha mkeo. Ufikiri haya hayaoni, anayaona, ila wewe utakiwa uyajue mapema kuliko yeye. Ukishajua hizi hali, kwa kiasi fulani utakuwa unajirekebisha kwamba mimi mdomo wangu una tatizo. Mbona sisi tunauza dawa? Mtu anakuja mbele, shekhi, mimi kinywa changu kina shida. Sasa ukishataka kukabiliana na mwenzio, ukikiweka vizuri, inapungua kidogo, ile sura yake inastahimili. Tuje upande wa pili. Kwa mfano, kuna mtu mmoja, Sheikh Suleiman, sisi hatutakiwi kuwa na dhana mbaya na yoyote. Siku moja kwa msikiti unaitwa Sheikh Uruni na toa nasaha kama hivi. Kuna mtu mmoja kavaa kama silimika za kisafia, akawa anakata jicho kali sana. Sasa vile kumtizama ikanijia suku fulani, nikasema sote kwa kuzungumza mambo ya fatawa, pengine nataka kumirudi, ataka pengine anataka kama kuuliza swali. Ni kweli alikuwa anataka kuuliza swali, lakini hajauliza. Nilipomaliza mhadhara nikaona ananifuata, na mimi nikajiandaa, nikamwambia hapa namchapa vizuri atakavyokuja. Nataka kusema nini? Wanatabu hao. Kumbe maskini hakuwa hata cha swali wala nini wala si kwa kusoma, ila kuna mambo yalimgusa rohoni. Tena swali lake tofauti na mada aliyozungumza. Unajua akasema nini? Akasema, ustadhi, mimi na ndugu yangu kaulewa mara 6 kachi. Sasa akapika, ikabidi mimi nimuoe. Nikamuuliza, una tatizo lolote? Mimi sina hata tatizo, riziki tu hazijakaa. Asema, ustadhi, ni mtoto wa shangazi yangu kabisa, kiasi ambacho nikimwacha tutagombana kikoo, lakini siridhiki kutokana na yeye. Nini kilichokukuta? Asema, shekhe, nikimuingilia yule mke wangu, basi tunatoka uchafu mweupe, manyama meupe, harufu mbaya kiasi ambacho moyo wangu hausii. Na yeye mwenzangu hajui, na anapenda tendo la ndoa hatari. Chengine kinywa chake kama kimeoza, mara nyingine ni mashetani pia. Na nikiingia ndani ya nyumba hakuna anachotaka kunikabili nacho isipokuwa kinywa chake. Sasa anakuja ataka kunibusu, basi mimi nitaigiza, nitajifanya mcheza kwa mfuna bila ukuta, aliradi kukwepa tu ile busu. Haya si mateso haya. Kuna hadithi moja katika Bulughul Maram, lakini ni dhaifu, inasema hivi: Mtume sallallahu alaihi wasallam
Sawa inasema hivi, japo nilipitia muda mrefu katika grupu niliona kwamba yuko ahli mmoja alimuoa, sawa, na alipomuoa ile kutoa zile nguo zake akamkuta na weupe, wengine wanasema kama wamalanga hivi. Sasa kana kwamba kumfanyia khiana Mtume aliyemwambia wewe. Mtume hakumtumia, hakumwingilia, lakini akamrudishia mahali yake, akamwambia shika mahali yako, kisha vaa nguo zako, rejea kwa hali zako. Baadhi ya wanazuoni wakasema hata ile mahali itakiwa sipewe. Ina maana ndani ya ndoa, hata wakati wa uchumba lazima tuelezane ukweli, kwa sababu kuna mengi ndani yake. Unamwona mtu kavaa nguo, lakini ukifungua zile nguo kuna mapungufu mengi. Kuna mtu mmoja alimwacha mkewe, alikuja kunieleza jambo hili. Alioa binti Bikra, lakini alipompekua mke wake nguo zake, na hii inatokea baadhi ya kabila, kamkuta ile hali yake, kile kifua chake kimelala, kimekauka, afadhali hata yalonyonyesha. Unajua kiungo cha mwanzo kwa baadhi ya wanaume na wengi ni kifua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyonyeshwa na Sayyida Halima na Khawaiba al-Islamia. Unajua kwa nini? Waarabu walikuwa na tabia, wanawalipa watu wawanyonyeshee watoto wao ili wao wasinyonye maziwa Islami. So ziwa kwa mwanaume linaongeza vitamins na likishikwa linaongeza akili yake. Na sawadu hapa kulikuwa na wanaume wakiona wanawake wanaanza kuangalia kile kifua. Kwa hiyo kifua si kwa lakini na tena wake zetu nyonyesheni vizuri. Nyonyesha mtoto shika hivi. Lakini mtu anakamua kama la ng'ombe unakuta titi moja refu. Sasa ndio mimi. Hata anaweza kutupia mgongoni mtoto akanyonyesha sasa. Kwa nini watu hawataki wao zao? Watakawape. Na ndio maana wanawake tunawaambia mtu akikuoa usikubali akikuacha. Usikubali akikuacha kwa sababu mtoto wako kashamaliza amani ya titi lako. Yule ambaye amekuzalisha sawa na kumbukumbu alikupataje anastahimili wala anamema wala hajionei kinyama. Lakini mwanaume mpya eti nilala hivi akalinyonye suku tu. Wao na mchezo. Sasa huyu bwana akamuoa binti kakuta hivyo. Kuna baadhi ya binti akiingia tu katika kuvunja ungo ikipitiliza kifua kinakufa. Yule bwana akaona binti yake si bora yeye. Rafiki yangu mmoja yuko Kigoma kamuoa mwanamke, tuambiane kweli, kufika kumvua mke wake huo kumkuta maskini ana titi moja. Ananipigia simu kesho inalilahi. Baba nao kuingia wote wanakutana na majani mazito. Nikamwambia stahimili, ndio jihadi yenyewe hakuna jihadi. Lakini mimi nilisomea kusema nilikanya na sikatai kuwa dada yake wa Kisambaa. Eti mtu yuko Tanga, yeye yuko Kahama, ndiye simu yetu wameona juu kwa juu kwa simu. Nikamwambia shekhe unataka wewe mkutane tena kama mwanamke ndani ya hijabu, ndani ya nikabu, anamwambia yule mwanamke kwa basi nikabu nione mesha kutaka nataka unione. Nikamwambia shekhe hakuna ndoa hizo, sunna uone uridhike uulize huko na huko kaenda. Sasa kamkuta yuko vipi, yeye anajiona mwingi wa haya, hawezi kumwacha, anaona haya. Nikamwambia sio haya, wewe ndio ulishafungwa, ushamtoa mtu Tanga, kafika Dar, kaenda Kahama, umrudishe na mchezo. Nikamwambia kufanya tayari shingoni ndogo. Hakuna ndoa za kufahamiana. Mwingine maskini kwa sunna analalamika, yuko Dodoma kamuoa mwanamke, sheka kutana na Gloria na Kaswende. Lazima machunguzano ya wema.
Muislamu pima ukimwi, Muislamu pima UTI, urinary system, pima basi waumijua basi wewe. Waweza ukamwonyesha hata mamako. Kuna katika hiyo madonda makubwa na dawa zinagonga mwamba. Utakuwa vitoto vyako ndani viletee balaa. Pimeni, ala pale usipoweza sasa mwelekee Allah kwa istikhara. Allah atakubariki. Anaondoa na mambo mengi kabisa. La mwisho, mama mmoja kutoka Zanzibar nesi na kamuona mtu tu kapendeziwa naye, wameomana, hakuna uchunguzi, hasa wanawake. Mimi zamani nimekutana na mchumba, nilitaka kuona naye, istikhara iligoma, lakini nilienda kupima naye afya. Nilipofika nikampima, baada ya mwanamke balaa, nikamwambia daktari na yeye nipime au simpime ustadi, usimpime. Akamwambia shehe, anamwambia hivi, uwe nao usiwe nao bila kutaka hivi. Angalia mambo haya. Mapenzi gani haya? Usiweke nafsi yako rehani. Hapo kwa sababu ustadi, nikikukuta unao siwezi kukukataa, usipime. Sema hiki cheo cha ajabu sana. Msibabaike na hizi kanzu. Si kila kingaracho ni dhahabu. Mama kamkuta mtu msikitini kamposa kama Zanzibar, wakaishi mwisho wa siku yule bwana katoa talaka kwa mke. Ambia nenda kwenu. Ambia kwa nini unaniacha? Akamwambia kwa sababu mimi siku ya kuoa sikuwa na mpango na wewe. Ina mimi mchawi kingume. Tumeona nyota yako inafaa. Wewe mkatumwa na wachawi tukule nyama yako tukuue. Nikatumwa mimi saidia kupata ili nikudange vizuri nikuoe. Sasa nimekuoa, wallahi nimekuchezea sana, nimekurogezea sana, kwani wewe na Mungu tumeshindwa kukuua, nyama yako haiji. Sasa kaona tusikushikilie tu, ndio maana kila ukizaa mtoto anakufa sisi ndio tunachukua. Na nimekuweka vitu hivyo, mimi kuvitoa siwezi, na sipina nataka kutoa kweli basi. Mama karogezewa na matatizo si mchezo, kwa miaka mingi ndio. Kwa hiyo ndoa lazima ipatikane distance, ipatikane uchunguzi mzuri, lakini ndoa zisomwe. Kupitia ndoa watu wengi wanakufa ovyo. Yuko binti mmoja na Mimosa anamsimulia, katoka kijijini kwao kaja kushuhudia ndoa, kuingia ndani ya ndoa kaingia na mwanamke wa ukimwi. Yeye kaja kufurahia ndoa, kaja kula dozi, mpaka sasa hivi anakula dozi za vidonge. Hakuna mambo ya haraka. Hakuna mambo ya haraka. Lazima vitu hivi vichunguzwe. Inshallah tukome hapa. Wiki ijayo tutakuja na sindano 3 za mahaba. Nitumie fursa hii kushukuru kunisikiliza. Wa jazakumullahu khairan.